Huu ni mkataba wa kisheria unaohalalisha mwanamke na mwanamume kuishi pamoja na kukubali kupokea matokeo ya wao kuishi pamoja. Anaweza akatokea mwanadamu kati yao ambao anakuja akiwa dhaifu mno, alihitaji sana msaada wao. Kama unavyofahamu, mwanamke anaweza kujifungua leo, akajifungua kwa operation, akawa unfit kwa kiasi cha miezi 4-5, lakini pia anaweza kupata kifafa cha uzazi. Nani anasimamia zoezi hili kwa mwanamke kuwa huyu? Bila shaka yule aliyeleta mimba hii ana wajibu wa kumwangalia mwanamke huyu na mtoto wake mpaka akae sawa sawa. Sasa ikiwa ni mambo ya mtaani, manake mwanamke huyu atasafa peke yake. Atasafa peke yake pamoja na ujauzito mgumu wa namna hii, kapata operation, kapata kifafa cha uzazi, na kumbe walikutana na mwanaume tu hovyo tu mtaani. Matokeo yake akazaa mtoto. Huyo mtoto amemzaa, ameanza kukua hali ya kuwa yeye hali yake ni hii, anashindwa hata kumhudumia mwanae, sio kwa sababu ya kusudi, hapana, kwa sababu ya hali halisi iliyojitokeza wakati anajifungua. Hili jambo linafanya watoto wanaokosa malezi kwa kiwango kikubwa, na kama hapa kuwepo baba kabisa, watoto wa mitaani wanakuja. Lakini kutosha. Sasa ndoa ndio mkataba unaowafunga watu wawili kuishi pamoja, lakini pia kupokea majukumu yanayoweza kutokea kwa wao kuishi pamoja. Sasa wale wanaoona kwa sababu tu ya kuangalia video wakaona kuna mwanamke anacheza mayenu kayapatia sana, mwanamke ana figure 80, mwanamke ana jeans imebana vizuri, ile sio ndoa ile. Ile inaweza kuwa ni harusi tu akakuvutia kwa umbile lile, lakini umbile lile sio ndoa. Umbile lile halilei mtoto, umbile lile halizai mtoto, umbile lile halichukui majukumu ya ndoa.